wasiliane hapa. Ofisi zetu zitakuwa ziko wapi, na utaweza kupatiana namba ambayo hawa wananchi wataweza kureach through ya ofisi. So thank you very much. Kuna power. Kwenye chama cha Mombasa wasalimie ili aende ndio release ya usalama. But sisi kama bodaboda tunajua wetu bali kuna event tunafanya. Sasa ndio kama event sisi kama tunafanya. Bodaboda wanahusika. Na kuna reflector jackets ambazo zinaleta. Hizi zinaitwa jacket ya nani? Sasa ndio yote tunayo. Nikitengana tu tutanyanyaswa. Lakini kishikana vizuri hata kama tutoka. Maskari wetu tunaogopa, najua kumbe ile zeko kigusa ikiamua yaje mtamoka. Lakini atuombe haya ikitukia huko. Sasa tunashauri ushirikiano ule cha mtu Mombasa katika chama kitambulisho. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Sasa mimi naomba ni sababu na hapa sijafikiwa maua. Ndio maua alafu na maua. Naitwa kidogo kwa majina, nafikiri kuna wakati nilikuja kwa mfano wa wale watu wa Rakada. Kwa majina naitwa Halifa Mwasau, mimi mjomba wa Diari. Halifa Mwasau, mjomba wa Diari, alafu aka Bonge la Mkoa. Mimi ndio mwanzilishi hiyo mkoba na pamoja na MBK. Mimi kwa tatu mimi na kuongea kwa kwayo na Kevin Mubadi. 2013 ndio tuliform hivi. Ndio mpaka sasa mimi mwangaa hivi. Hizi ndio vianzisha hivi. Kenya nzima. Nimetembea Masaki kwa watu kila mahali Garissa na Kevin. So in short, maafisa wamezungumza mengi sana na nimefurahia pia. Nazungumza tu jambo moja. Ni kabisa mbadilike. Ndio kuchange. At least ile mambo ilikuwa kufanya jana leo tofauti. Kwa sasa asema tafsiri ya muda wa siku ile tuende fanya vile atarajia kwa mimi nimesema something different results. You see take muda wa siku sasa. So we have to change. Ya pili, mimi niko na pikipiki zaidi ambazo tunafanyia marketing kwa kibao. Tutamshauriona msaidia. So hiyo pikipiki ni kama gari. Kwa inatumia zile pads za gari. Inatumia tanki yake ni ya plastic, so kuna haja ya kushughulika na mambo ya mara kisha tanki za kusafisha mara sijui kubadilisha maplagi nini, kwa sababu tanki ile kwa chafu kama hivyo fanya. Alafu kilomita 1 natembea kwa lita 1 kwa kilomita 40. So itakuwa bike ambayo hata hivi ninakwambia na 160. Hivi ninapokuambia nenda Mwangulu na kutoka Mwangulu na Kimangoni. Sasa hivi. Na nimetoka Junda Mombasa. Hii mkaa hapa yuko mko hapo kwa miti mziki mwanaume na kwangu mwandogo. Ni mko hapo msaka. Alipafika hapa yuko ni hapa. Kwa ni pikipiki ambayo wakati kwa wewe ikiwa unapata kesi. Sasa kwa vile msi wangu nimekuja huko hapa ndio rasmi kabisa. Ndio nako fikiri kwa niko na pale nje. Yeye nionyeshe kufanya biashara. Bei ni sawa ni sio sawa na kusema wa 150. Ni laki mbili kasoro 1000. Lakini kuna mambo ya lori. So nitakuelezea mambo ya lori baadaye.
Na hata kama sasa hizi na mpango mwingine kama una 25% 50,000 tukatumana hiyo pesa hata miezi mitatu tukishamaliza tukupatia pikipiki. So lakini hiyo ndio ile siku nyingine rasmi ya hiyo siku. Kwanza huu umesimama na kusimamia rais anaamua, anasema ni kwa bodaboda, na hayo maneno ya kwamba Ruto must go wale kaunti jamaa tutadanganya, utaki stories zake. Tutadanganya huyo. Msheni wa jasiri moja tu sana. Msheni ya kuishi. Unasikifika sasa boda saizi. Hebu sawa. Ndio. Ni njia. Kuna wenzetu tunasikia real estate. Juzi ni posti kwa group. Nilikuwa briga. Jamaa ni wa shamba, ekari ngapi? 6. Na wako na nyumba na wako na kampuni. Hawa ni bodaboda hawa. Ni wenzenu hao. Nilienda mwenyewe mwenyewe nimealikwa, lakini nimefika naona haya. Sasa kila chama anajielezea. Kiongozi wa kule nyumbani. Haya pale kuna nani? Mimi kama mimi sikuacha. Kikundi kimoja kuna ekari 2 za tomato azitoka. Nilipata picha. Boda wenyewe tuko na certificate, tuko na kila kitu. So tunangoja muda mwafaka kufika tutakapoanzisha project ya boda. Uongozi mzuri unaleta manufaa kwa kila mtu. Nakumbuka niliambiwa bodaboda wana shida sana, utawa manage vipi? Nikasema mimi sishindi. Na tumeanzisha hicho kikundi mpaka leo. Sasa yaani kwa ukifika sasa ni tomato iko na maua. Sasa kuja waza tomato. Mimi nilianza kuongea kwa na mia sana na kuna kipande cha kukaribisha Tanzania. Kama madam ni kombe la habari. Mwisho malizana namba. Muda mfupi basi. Okay. Now, if we wanaweza lipa aje, because total cost ni pesa but tunapokuwa lipa mdogo mdogo.
Nimesema kuna wengine walisoma driving hii ya gari wanaweza huwa unaweza kutoa ile kujimudu kama tukasema course mimi kuna ya gari lakini sasa kuna njia ambayo tutakufanya kama sheria kwa sababu lazima tuje ule kwa kama kupeleka na kwa sema hivi leo kuna mheshimiwa festival hapa kwao hapa leo, lakini ndio simu anaenda baada ya mimi Nairobi mgeni ndio tunataka kumalizia na leo kuna mheshimiwa festival hapa leo ndio wetu wa Tanzania hapa na promoter tulikuwa patikana hapa leo. Haiko bahati mbaya kuna hafla kule Mbalunga. Sababu mwenye pale Mbalunga hayuko. Vile ni Nairobi yeye festival kwa Nairobi saizi. Kule video ile chamani wangu sportsman wote wa Kwale County ambao ni chamani Monica. Biblia kanipresent kule mheshimiwa. Mimi nami sababu kule Mombasa kule nimetoa mheshimiwa pale vile. Kana mambo Mombasa nimemaliza na ndio sio hapa saizi. Lakini kama tujue kama mheshimiwa tuko naye na ndio support. Na wasijani driving basari ya bodaboda ya gari ya 200 kama sikusema hapana kwa mchana na ya Lungalunga ilikuwa na 250 riders kwa sasa ndio shamba kusoma ndio kusoma watu wote tumechanganya nzima kila ward kwa vijana. Mheshimiwa Feso naye amesema ile mbona ni Lungalunga chama tunapigia kwa kiongozi wa Lungalunga ndiye ndio kwa sababu tunasema kama mimi sina shida na vijana wengi wote na license, lakini akaniambia shida ya vijana wako ni moja, wakipelekwa hawamalizi na wakimaliza hawachukui. Je, utasaidika vipi ndugu zangu? Sasa viongozi tunaanza kusukuma ile gurudumu at least ndio basa ziletu, lakini jibu walizo swali moja, mheshimiwa kwa tayari kutoa milioni 1 ya bodaboda 200 hapo. Kila ward ya hapa Msabweni, kila ward itachukua watu wangapi? Watu 50. Mchangoni kuna ward ngapi? Watu 50 hawa, kuna ward kuna stage 90 Ukunda pekee yake. Kuna Gombato kuna stage 60. Kinono ni kidogo,
Kiingia rahisi usiulize na maana hiyo. Sasa ile stage, kila stage itakuwa na ile ward. Sasa tutachukua watu mmoja mmoja, si watu 90 kuna ward na watu kana ngapi pale 50. Kwa hiyo 90 kabili tuchukua mtu mmoja Dodoma, mwingine ataruka sisi wapi ndio sasa acha mambo ya stage kama bana. Je, kipewa mtasoma malize Tasoma. Bwana mimi ni kwa mheshimiwa anasema alipoteza kupoteza chumi hiyo ni mheshimiwa wakati kwa sababu alikuwa alipata milioni 2. Milioni ya kwanza ilienda round 1 na pia milioni ya pili ili wanafunga ili bodaboda wapate kibali. Lakini round 1 kati ya wanafunzi 200 waliohitimu wanafunzi 7 pekee yake. Sana kati ya 200. Na kwa nini tunaongea tunafikiana? Round 2 waliotolewa kwa kumaliza wengi wako bodaboda. Inabidi sasa utumie akili yule ambaye ana hali ya kusoma haina kusoma. Sasa bodaboda zikapotea. Na si makosa yale, maana aliangalia pia naye anapoteza. Hii round ya 3 ndizo zilipotea hapa kwa hiyo. Hiyo round ya 3. Sasa milioni ngapi hizo? Milioni 3. Yes, bodaboda tunaamua kusoma round hii ama mimi nipige kelele kwa fulani wewe? Sio ulisema Tuko tayari. Ya ready. Kama mko tayari mzungumze. Angalia. Kuna wengine mimi niliwapigia simu, bwana leo hujaenda. Jamani kule ngeenda kusoma talipwa. Sikiza maneno haya. Na yako usicheke, naweza kutaja pia kwamba umecheka. Kama ifanye hivyo kumtaji. Jamani, Achukua wewe. Sasa mwenye mafikiria tukienda hivi, jamani, tutasaidika sisi kweli? Sasa hivi tunalia kwa account hizi, kwa account ofisi yetu. Haina hata shilingi. Aliyekuwepo anataka kila kitu. Account yetu ina hata shilingi? Hata shilingi. Sisi kama bodaboda kwa account tumetoka kufanya mradi gani wa kufanya bodaboda nao kuonekana kweli bodaboda wale kuna kitu amekile. Sasa hivi kuna bahati DK ya sasa iko na sana. DK ya sasa iko na CBO. Na zote ziko na mimi kama chairman niling'ang'ana huko chini. Kila stage ifungue CBO. Na akawapatia wale watu husika kupeleka zile funds. Ikiwemo ni youth empowerment ambapo pesa hata zingine zirudishwe. Bora tu mshirika dini mmefanya nini? Na je, pesa mliopewa mmeitumia? Hiyo youth empowerment. Na youth fund una uwezo pale. Sasa hizi pesa zote ni juzi wakati wa siasa amekuja hapa. Kutoka kwa board. Ikawa watu wangapi? Watu wanne. Ikiwa mimi na tuktuk nyingine. Ongea na yeye akatwambia yeye hapo na uwezo wa kuleta mradi hapa kwa account ya bodaboda. Lakini hapo bodaboda mradi utapokea vipi? Maana yeye amepata fununu kwamba kwa account hawataki maendeleo, watakawapewe waleleo iishi. Mradi wenyewe ambao unakuletwa na mheshimiwa anasema yeye ana uwezo wa kuweka. Je, hiyo ndio angiweka takia hivyo vitu ama mtauza? Kupeana ndio inapeanwa hivi. Sisi kuna viongozi wa county. Na kuna viongozi wa sub counties. Na kuna viongozi wa stages wakae chini na kiongozi wao wa ward zao na chairman wao wa sub county wao decide si kwa mtu wanafungua kama sivyo kama self group. Sasa kile chama chao ndio kile kinapewa hiyo. Wanatia mlango mahali hiyo sub county ambayo tumepewa ijenu. Hiyo ni kazi kwa mimi. Swali, mimi nasikia kwa account. Ukiona na mimi hivi au niombe milioni 1, niombe 10,000
ndio kama nisikia hapo mimi nataka kiongozi ambaye akija hapa anabeba pesa. Sasa kiongozi kuja hapa ananiomba shilingi. Je, mimi kama kiongozi nitamheshimiwa, naomba kama baadaye mniambiacho mimi naomba mimi ningepewa zikote mkononi baadaye mambo yale kama ile zamani. Tunafunguana masikio. Kuna mazuri yanakuja. Tunaelekea msimu mzuri wa siasa. Huu msimu wa siasa bodaboda unatumika. Huu msimu wa siasa ni msimu mwingine mbaya. Maana viongozi wa Kwale County hawajui siasa. Siasa viongozi wa Kwale County ya moyoni. Ikafundwa mfundo hiyo. Sasa kama sisi tutaheshimi hivi kama bodaboda, hii siasa inayokuja iishe tena. Ya ngapi ikiisha sasa hivi? Tunabadilika nini kama viongozi au kama bodaboda? Je, tunafanyaje siasa inayokuja tukadike? Ndio huu mmoja ambao tunautaka. Bodaboda sisi tunataka. Basi kuna chamani wa Breeze Bay yeye kwa MCA anaambiwa nitie watu. Yeye ni sakata. Akaipa tunamwambia. Baadaye mara mbili imefeli. Chamani ile ndio kuna kiongozi fulani nenda kasini. Wacha viongozi kupitia ofisini. Tende kubareketa za viongozi pia. Hiyo kitu ni X. Kama chama tusitumike vibaya. Sasa hizi sisi tufanye siasa, tunafanya kazi na serikali yenyewe ipo kwa ndio hivyo. Sasa hii hata mheshimiwa kuambia vaa ya nani tembea na useme wewe fulani, achana na story, utaribia bodaboda wote. Maana kuna waheshimiwa ambao kazi yao ni kuharibia wenzao. Sasa wewe umevaa shati ama reflector ilikuwa Rajabu mgongoni. Alafu mheshimiwa wenu Faisal kesho unaenda kwamba basa ya driving utapewa. Sasa nakuwa wewe umechangia bodaboda zako wote. Wewe makini na uongozi ulioko na heshimu viongozi. Utawapatia naona mikono miwili. Ndio wa chama tafadhali. Wewe mikono miwili. Sasa kwa kasara. Ndio wako. Ndio bwana maana ngangana lakini si kabla maneno. Alafu nikiwaambia muongee ndio tumemaliza. Si sawa? Tutoke huko sasa. Niwaambie kuna mikutano miwili mizito.